Worlds collide. Unaanza kuna mama anapika bajajoni hapa. Unazijua bajajoni wewe? Huyu mama anaitwa Adana. Yupo na binti yake anaitwa Faith. Maisha yao ni magumu sana. Wanaishi kwa kuuza bajajoni kila siku ili wapate pesa ya kula na kumpeleka Faith shuleni. Basi kama kawaida wateja wanakuja kununua hizi bagia, lakini katika huu mtaa kuna wauni fulani hivi wanajikuta wababe sana. Wakati gengeni kwa Adana wanaanza kuchukua bagia, maana wachukue vitu vyake vingine, basi ili mradi tu wanafanya fujo. Binti Faith akajaribu kuwazuia, ila mama yake akamkataza, maana hao wauni si watu wazuri kabisa. Jamaa walipoona ametosheka, wakamtisha Adana pale, kisha wakaondoka zake. Hayo ndo maisha ambayo Adana na binti yake wanapitia kila siku huku mtaani. Vijana wajinga wanafanya ubabe sana mtaani hapa. Wakirudi nyumbani pia maisha ya kimasikini sana. Wanaishi kwenye kibanda chao kidogo, msosi wenyewe wa kutega na manati, yani tabu tupu. Sasa leo Faith na mama yake wakiwa wanarudi kutoka kwenye mitikasi yao, binti akapitia duka fulani kununua dawa. Akawa anachukua muda mrefu sana, hatoki pale dukani. Mama alipoona binti anachelewa, akaanza kuita, "We Faith wewe, Faith, hebu fanya haraka bana." Basi huku dukani bibi Faith anamwambia muuza duka, "Fanya haraka, mama yangu ananiita." Ila muuzaji yuko slow sana. Adana alipoona mbona huyu mtoto atoke hapa dukani, akaamua kuvuka barabara, amfuate huko dukani. Lakini kumbe upande wa pili kulikuwa na gari inakuja, na kwa bahati mbaya alipokuwa anavuka tu ikamgonga. Adana akadondoka chini. Dereva alikuwa mtu mwenye roho nzuri sana. Hakukimbia, akashuka na kwenda kumtazama Adana anaendeleaje. Madam, inuka kwanza." Akamuinua. Adana akaamka. Kwa bahati nzuri alikuwa hajaumia vibaya. Basi mzee akasisitiza ampeleke hospitali kwa ajili ya check-up, akihofia huenda angekuwa ameumia ndani kwa ndani. Walipofika hospitali wakafanyiwa check-up, daktari akamweleza mzee ya kwamba huyu mama baada ya vipimo ameonekana yuko vizuri tu, wala hana injury yoyote ile, ila isipokuwa blood pressure yake ipo juu sana. Kwa hiyo anahitaji uangalifu wa kidaktari wa karibu sana. Mzee akamwambia dokta, "Vipi, gari yangu ilipomgonga hakuumia?" Dokta akamhakikishia kwamba hapana, gari yako haikumgonga, ila ni mshtuko tu ndio ambao aliupata. Basi mzee akasema kuhusu bili zote, andika jina langu litalimaliza hilo. Baada ya muda Adana na binti yake wakaja. Daktari akawaeleza kuwa bili zenu zimeshalipiwa tayari, lakini pia utahitajika kuwa unakuja hapa kwa ajili ya check-up ya blood pressure, maana tumeona pressure yako iko juu sana. Na akamwambia hakikisha ukiwa nyumbani unapata muda wa kupumzika na unapunguza kazi ngumu. Adana akashtuka sana, maana anajua akisema apumzike tu tayari wamelala na njaa. Daktari akauliza, "Unaishi wapi mama?" Adana akamjibu, "Naishi huko Obuanko." Daktari akashangaa sana, maana ni mbali mno kutoka huko nyumbani mpaka kuja hapa hospitali, unaweza kutumia mpaka masaa 3. Daktari akashauri wamlaze, ila Adana akakataa kulala hapa hospitali, maana anahofia hizo gharama zitalipiwa na nani. Basi mzee akadakia, "Dokta, ili swala niachie mimi, litaliweka sawa tu." Mzee akawachukua Adana na binti yake, akaenda nao mpaka nyumbani kwake, akawakaribisha vizuri mpaka ndani. Faith alipoingia anashangaa, "Hey, jamani, hili jumba kama vile anaishi malaika. Mbona jumba ni la kifahari sana hili?" Hey, mzee akajitambulisha vizuri pale, akawaambia, "Mimi jina langu naitwa Alfred na nina mtoto mmoja." Pale mtoto wake akaja. Huyu binti yangu anaitwa Chioma." Adana na Faith wakamsalimia Chioma kwa uchangamfu sana. How are you Chioma?" Ila mrembo akaitikia tu, "Okay." Huku anaendelea kuchezea simu yake. Yana alichoulizwa tofauti kabisa na alichoitikia. Mzee akamwambia binti yake, "Huyu ni Adana na huyu ni mtoto wake anaitwa Faith." Akatoka nao pale, kisha akawapeleka chumbani ambako ndipo atakapokuwa wanalala siku zote atakapokuwa hapa. Ila huku nyuma Chioma anaonekana kabisa hajapendezwa na hili swala la baba yake kuleta watu hapa nyumbani. Adana na binti yake wakamshukuru sana Mr. Alfred. Alipotoka chumbani wakashangilia, maana hapa sasa wanaona kabisa wamepona. Kule nyumbani kwao njaa ilikuwa kali sana. Ukisikia watu wanasema ya Mungu mengi, ujue ndio mambo kama haya. Ajali imegeuka baraka kwao. Usiku ulipofika, Chioma akamfuata mzee wake. "Dad, hawa watu wanafanya nini hapa?" Mzee akamjibu binti yake, "Hilo swali lako ningelijibu kama ungeuliza kwa upole na kwa hekima." "I'm sorry dad, niko na mudi mbaya tu. Lakini bado nauliza, wanafanya nini hapa? Maana wanaonekana kabisa kama vile ni ombaomba hivi." Mzee akamjibu binti yake, "Hawa ni wageni wangu.
nilimgonga mama yako kwa bahati mbaya na gari yangu, kwa hiyo atakuwa anakaa hapa mpaka matibabu yake atakapoisha. Mtoto wala hakuridhika na majibu ya baba yake, akaamua kuondoka huko amekasirika. Huyu Chioma ni binti ambaye ana mdomo mchafu sana, hana heshima kwa wakubwa zake, hana tabia nzuri kabisa. Kitu cha pekee chenye afadhali ambacho anakimiliki ni sura tu ambayo muda wote anaipaka rangi. Kingine, naomba watazamaji wangu hapo muongezee kwenye komenti, maana najua mmekiona. Maana nyie mnakuwaga makini sana kuchunguza mambo. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, mzee akamchukua Faith akaenda naye mpaka kule nyumbani kwao mtaani ambako walikuwa wanaishi mwanzoni. Binti alienda kukusanya nguo zao. Basi alipotoka nje na begi lake, wale jamaa waune si wakamuona, wakaja mpaka pale. Mtoto mzuri, ulituzingua ile siku ulipokuwa na mama yako. Leo tunataka utupatie ile kitu roho inapenda. Haha. Faith akawakazia, "Niacheni ya begi, niacheni. Sitaki tabu na nyie kabisa." Jamaa wakaanza kumzongazonga. Mara pap, mzee akaja. "Nyie, mnamfanya nini mtoto wangu?" Mzee Alfred akaingilia kati. "Mnataka nini kwa binti yangu?" Tusikilize mzee. Huyu binti ni mzuri sana. Hafu si tunamtaka." Mzee akawaangalia, akatoa mkwanja, akawaambia, "Hii ni naira 100,000. Chukueni muondoke hapa na msimbugudhi tena huyu binti." Wauni walivyopewa hela tu, mambo yakabadilika. Wakaanza kumsifia pale. Baba mkwe, Mr. Chairman, tajiri na kupigia sauti kabisa. Yaani mzee umetisha. Hakuna mzee kama wewe. Wauni wanajaa kinoma. Mzee Alfred akamchukua binti na kuondoka naye. Sasa huku nyumbani, Chioma anaongea na rafiki yake. Anamwambia, "Mzee, baba yangu kuna ng'ombe wamewaleta hapa nyumbani. Ni wachafu, wananuka vibaya. Yaani siwezi kabisa kukaa ndani." Rafiki akamshauri, "Mwambie baba yako wafukuze. Kama hataki, wafanyie vitimbu yao mpaka waondoke wenyewe tu." Chioma mpaka akainuka, akaona hili dili nililopewa ni zuri sana. Akiwa anaongea, mara pap, mlango unagongwa, akaenda kuufungua. "Hey, jina langu ni Faith. Nimeona nje nikupe hai na tujuane vizuri. Kwa vile tunakaa nyumba moja, tunaweza kuwa marafiki." "Kwanza kabisa, wewe ukai nyumba moja na mimi. Pili, wewe ni nani mpaka nijitambulishe kwako? Mimi na wewe hatuna chochote kile cha kufanana. Nikikuangalia ulivyo mchafu, nasikia kinyaa kabisa. Nashindwa hadi kupumua." Chioma akaufunga mlango kwa nguvu, kisha akarudi ndani kuongea na rafiki yake kwenye simu. Huyu ndio Chioma bana. Hili jambo wala alikumsumbua sana Faith. Alipotoka pale, akaenda kuonana na mzee wa Chioma, akamsalimia, halafu akamwambia, "Baba, mimi na mama yangu tumeona uturuhusu angalau tu tunafanya usafi na kusaidia kazi za hapa na pale humu ndani. Tumeona nyumba yako kidogo haiko sawa." Mzee akamwambia binti, "Usijali, nipo nafanya mpango wa kutafuta dada wa kazi ili asaidie kazi za humu ndani." Lakini Faith akamwambia, "Please mzee Alfred, tunaomba tu tunasaidia kwa hilo. Kulikoni kuwa tunakaa tu hapa ndani." Mzee akaona kwa kuwa umesisitiza, basi akakubali. Sasa muda wa kula chakula ukafika. Wakati anapiga msosi, mzee akamuuliza Dana, "Kwa hiyo uliniambia binti yako Faith anatakiwa kwenda shule hivi karibuni?" Dana akaitikia, "Ndiyo Mr. Alfred. Tupo tumesave kiasi fulani cha fedha kwa ajili ya kumpeleka shule." Mzee akawaambia, "Okay. Kwa sasa hilo halitakuwa shida tena. Tutamwanzisha shule na gharama zote nitalipia mimi." Dana na binti yake wakashangaa sana. Bili zote za shule utalipia? Wakafurahi na kumshukuru sana Mr. Alfred kwa huo msaada ambao alikuwa ameutoa kwao. Sasa Chioma si yupo hapo, bibi akaanza kumind, "Dad, inakuwaje unataka kulipia gharama za shule za huyu binti? Kwani wewe ni baba yake au?" Mzee akamjibu Chioma, "Wewe umepata nafasi ya kwenda shuleni. Mwenzio hajapata nafasi na ampeleka shule kwa pesa ninayotafuta mimi."